nataka nikushushie neno kali kuhusiana na white elephant. Pengine hukuwahi kusikia kitu kinachoitwa white elephant au hukuwahi kusikia lakini hukuwahi kujua white elephant inamaanisha nini, ukiachana na maana ya tembo mweupe, au sio bwana? White elephant ni ile miradi ambayo iliwahi kutumia mabilioni ya fedha za umma, lakini ilishindwa kukamilika au kukamilika, lakini fedha za umma kuwekeza kwenye miradi hiyo. Au kwa lugha nyepesi unaweza kusema white elephant ni ile miradi ambayo ilitumia mabilioni ya fedha za umma, lakini miradi hiyo ilifilisika, au sio, au ilishindwa kujiendesha. Sasa kwa lugha nyepesi sisi huwa tunajiita kama white elephant, na moja kati ya sababu ambayo hupelekea white elephant kutokea ni pale maamuzi ya wanasiasa au maamuzi ya kisiasa yanapokuwa na nguvu zaidi kuliko maamuzi ya kitaalamu au maamuzi kutoka kwa wataalamu. Nyingi maamuzi ya kisiasa yanapozidi maamuzi ya kitaaluma zaidi hupelekea kitu kinachoitwa white elephant kutokea, kwa sababu miradi hiyo mara nyingi inakuwa inaanzishwa kwa interest za kisiasa, lakini sio kiutaalamu zaidi. Na unaweza kukuta ni mwanasiasa wa eneo fulani, kwa sababu yeye amehudumu kwenye maeneo yake kwa muda mrefu. Sasa anataka aache alama kwa wananchi wake, sio vibaya, lakini kwa sababu yeye anataka aache alama kwa wananchi wake, anaweza akaforce ili kuweza kuvutia mradi fulani kwenye maeneo yao, ingawa yeye anajua kwamba mradi huo hautakuwa na impact kubwa sana au hautajiendesha kwa faida zaidi, kwa sababu eneo analopeleka sio eneo zuri zaidi kwa mradi huo, ila kwa sababu anataka aache alama kwenye maeneo yake anayotokea, hupambana na kuweza kupelekea mradi huo uwekezwe kwenye maeneo yake, na mwisho wa siku unashindwa kujiendesha na kupelekea hasara kubwa. Na sisi tunaita kama ni white elephant. Na Afrika ni rahisi sana kukuta kiwanda kimejengwa kwenye mikoa ambayo haihusiana na kilimo. Ukielezea utasikia kwamba ni interest za kisiasa. Sasa haya ndio mambo ambayo muda mwingine yanapelekea white elephant kutokea, na moja kati ya mifano hai sana ya white elephant ndani ya bara la Afrika ni mji wa kifahari ambao uliwahi kujengwa na aliyekuwa rais wa zamani wa nchi ya Zaire, au kwa sasa inafahamika kama Congo DRC. Unaitwa mji wa kifahari wa Djibouti, ambao uliwahi kujengwa na rais wa zamani wa Zaire aliyekuwa anafahamika kwa jina la Mobutu Sese Seko. Sasa Mobutu Sese Seko yeye baada ya kuingia madarakani aliamua kuchukua fedha za umma kwa ajili ya kwenda kuwekeza kwenye kijiji chake alichotokea. Alitumia mabilioni ya umma kwenda kujenga ikulu ya kifahari sana kwenye kijiji chake, ambapo ikulu hiyo ilikuwa na kila kitu cha kifahari zaidi, kwa sababu kwanza tu material ambazo zilitumika kujenga ikulu hiyo zilikuwa zinatoka nchini Italia na Ufaransa, lakini vile vile alijenga hoteli za kifahari, swimming pool pamoja na supermarket za kifahari zaidi ili kuweza kupendezesha kijiji chao. Ukiachana na swimming pool hizo hoteli za kifahari, alijenga pia uwanja wa ndege ambao ilikuwa inamwezesha yeye kukodi ndege ya kifahari kutoka Zaire kwenda kufanya shopping nchini Ufaransa, yeye na familia yake. Sasa kwa kipindi hicho huenda yeye aliona ni moja kati ya alama ambayo anaweza akaiacha kwa wananchi wake na watu ambao walimlea kwenye kijiji chake, lakini hakuona kwa jicho la kipana zaidi la manufaa ya nchi. Na baada yeye kuweza kung'olewa madarakani mwaka 1997 alipelekea nchi ya Zaire kuwa na deni kubwa sana baada ya yeye kufanya ubadhirifu mkubwa wa pesa. Hiyo ni moja kati ya mfano hai wa white elephant. Lakini ukiachana na mfano huo, kuna mfano mwingine wa mradi wa samaki wa Lake Turkana pale nchini Kenya. Napo walitokea wahisani walitoa USD milioni 22 kwa ajili ya kuwekeza mradi huo, lakini walioamua mradi upelekwe kwenye Lake Turkana nao hawakuona kwa jicho la kiuchumi zaidi au jicho la kiutaalamu, kwa sababu Lake Turkana kuna asili kidogo ya ukame. Sasa baada ya kuweka mradi huo ulipelekea kujiendesha kwa hasara, kwa sababu walikuwa wanatumia gharama nyingi sana kwenye nishati ya maji pamoja na mambo ya baridi. Kwa hiyo mradi huo nao ulishindwa kukamilika na
kujiendesha kwa hasara zaidi. Lakini vile vile ukiachana na huo, mfano wa mwisho ni uwanja wa kimataifa wa ndege ambao uwanja wa ndege wa pale nchini Nigeria unaofahamika kwa jina la Usalaa, ambao wenyewe ulitumika serikali ya Nigeria ilitumia almost naira bilioni 15 kwa ajili ya kuwekeza kwenye uwanja huo, lakini hadi leo hii uwanja huo bado haujakamilika na hakuna ndege yote ambayo ilishawahi kutua kwenye uwanja huo. Sasa mifano hiyo yote nimekuletea ni moja ili uweze kuelewa tunavyozungumzia white elephant huwa tunamaanisha nini kitaalamu zaidi, au sio bwana? That was my time. Tutakutana tena next time, au sio? Dondosha hapo chini kwenye comment namba 4 unahisi white elephant gani inachukua rekodi ya kuwa namba 4, au sio?